alikuja kuleta uponyaji katika uso wa nchi. Sasa amekwenda kusulubishwa msalabani. Kwa sababu hiyo hapana tena wokovu katika dunia. Shetani alifungwa macho, hakujua ya kwamba ili ukombozi upatikane katika dunia, lazima Masihi wa Bwana aende kuanguka pale msalabani. Lazima Masihi wa Bwana amwage damu yake msalabani. Lazima Masihi wa Bwana amwage damu yake msalabani. Ile damu ya Yesu msalabani ilisimama kama ishara ya damu ya mwana kondoo katika milango ya Kiyahudi katika taifa la Misri. Maana malaika mharibu alipopita kwenye anga la Kimisri, kila mlango ambao ulikuwa na alama ya damu, maandiko yanasema kushuka na kwenda kuangamiza. Oh, haleluya! Adui hakujua ya kwamba kufa kwa Yesu msalabani ndio ukombozi halisi wa ulimwengu. Haleluya! Na ndio maana Yesu akamwambia kwamba kizazi hiki kinahitaji ishara. Kizazi hiki cha zinaa kinahitaji miujiza tu, kinahitaji mikate tu. Lakini akasema ishara ambayo nimebakiwa nayo ni ishara ya Yona. Kama vile Yona alivyokaa kwenye tumbo la samaki muda wa siku 3, vivyo hivyo mwana wa Adamu kwa muda wa siku 3 atakuwa kwenye moyo wa nchi. Baada ya Yesu kushinda ile mauti, ndipo ukombozi katokea katika ulimwengu. Sikiliza nikwambie, maandiko yanasema miili yetu imefichwa katika Kristo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unapookoka unabadilishwa. Unapookoka unatengenezwa. Unapookoka unaimarishwa. Uhai wa mwili wako unafichwa ndani ya Kristo. Na miongoni mwa vitu tunavyoviombea, tunatamani kila mtu uhai wake wa mwili ufichwe ndani ya Kristo. Maana yake ni kwamba uhai wa tamaa ya mwili wako ufichwe ndani ya Yesu. Uhai wa tamaa, uhai wa umbea, uhai wa chuki, uhai wa visasi ufichwe ndani ya Yesu Kristo. Utakapofichwa ndani ya Yesu, utakuwa na mwili ambao hauna ukawaida, ambao huo mwili binadamu wengine ataushangaa. Maana kuna vitu ambavyo ni vya kidunia, wenzako watavipenda, lakini wewe utaona kwamba havifai. Na ndio maana Paulo anasema kwamba kwa sababu ya usuli wa Kristo, mambo yote yaliyopita ambayo watu wa dunia wanayapenda, mimi nahesabu kwa kama mavi. Oh, haleluya! Ni kwa sababu mwili wake umekwisha kutengenezwa. Yesu anakwenda kuchonga mwili wake, maana ni fadhali ya baki pigo la mwisho kwenye mwili wake. Damu ya Yesu inakwenda kuchonga mwili wake. Ndani yako kuna kitu kipya kinakwenda kuibuka. Yaliyosinzia ndani yako yanakwenda kuinuka, yaliyokufa ndani yako yanakwenda kufufuka. Yesu tena miujiza atakapoinuka maishani mwako, kuna jambo jipya linakwenda kuchipuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kuokoka sio tu kupata miujiza na kupona. Kuna kitu Mungu anakihitaji kwenye kuokoka. Umeelewa? Habari za kupona magonjwa ni za ziada. Umeelewa? Lakini habari za kufunguliwa ni vitu vya ziada. Kuna jambo la kwanza la muhimu sana kwenye wokovu. Umeelewa? Ni uzima wa milele. Kuruhusu ufalme wa Mungu kukaa ndani yako. Huo ndio wokovu. Umenipata? Naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Wanda wokovu ambao Mungu ametuletea. Sasa Shetani anaelewa. Na ndio maana kila wakati anang'ang'ana maisha yako. Mungu amesema nasi kipindi hiki kwa habari ya kushughulika na haya mambo. Tumeanza Jumapili, tunakwenda msawazisha. Una juhudi nyingi za kumtafuta Mungu, na kila wakati tunapambana ili utoke kwenye hali ulionayo. Kuna muda ushawahi kuambia mwili, wewe mwili, nataka unyamaze kuanzia leo, usinicheze. Kuna jambo umepambana nalo muda kuchosha, lakini bado Farao wako akazidi kung'ang'ana na hiyo hali. Farao wako akazidi kung'ang'ana. Kuna kitu ambacho Yesu alifundisha. Akasema si kwamba wewe ulimpenda yeye, ila yeye alikupenda. Amina. Yeye alikupenda kaja akakuokoa. Hata kama ulikuja kuokoka umefungwa na magonjwa, lakini aliyeruhusu mlango wa magonjwa ni Yesu.
ili kupitia kwenye magonjwa yale upate kuokolewa. Unanielewa? Hata kama uliteswa na mapepo yakakupiga vya kuchosha, ukakimbia kuokoka, Yesu aliruhusu yale malango ya kuchokea ili uje kwa Yesu. Kinachotakiwa baada ya kuwa umepokea hatua ya kwanza ya wokovu, kuna kale kafarao kanafuatilia hali yako ya kiroho. Hebu kakatae kwa jina la Yesu. Kanang'ang'ana kila wakati, yamkini unatumia gharama kubwa kuweza kujiepusha. Kuna binti mmoja mpaka alihama, akasema nikiwa naishi hapa siwezi kuachana na fulani, labda bora niende nikaishi Dodoma, huenda kaniacha. Alipoenda Dodoma akawakuta wawili wa aina ile ile, tena wa lugha ile ile. Unaweza kuwa na mtu mwenye roho ya zinaa, uko naye katika mtaa ule, halafu ukienda Songa Mbele na mkuta mtu wa namna ile ile. Ukienda Sumbawanga anatokea mkaka, ana tabia kama zile zile, tena stori zake ni zile zile. Mistari yake ya kwanza kurusha kwako inafanana na ile ile ya yule aliyekwambia shetani sio kukimbia kwa miguu. Mwameweza kusimkimbia shetani kwa miguu? Mwamshe mwambie acha kumkimbia shetani kwa miguu. Haleluya. Shetani akimbia kwa miguu. Unanielewa? Huyo ni Farao ambaye yamkini unapambana kujikwamua, lakini bado anakupa masharti. Anakwambia nenda kanisani, lakini usiache dawa uliyopewa na shangazi. Nenda kanisani, lakini usiache kutambika. Yamkini umepambana kila wakati ili upate kibali cha kuabudu tu. Amekwambia kaabudu, lakini usingue hirizi yangu. Amekwambia kaabudu, lakini usiache na yule mtata. Sikiliza, Musa sema kwamba hatutaki kuacha chochote. Tunakwenda na kila kitu cha kwetu. Tunaamini mbuzi ni wa kwetu, hao ng'ombe ni wa kwetu, mifugo yote ni ya kwetu. Hatutakuachia hata kimoja. Tunakwenda navyo vyote. Na kama utaki kuacha, basi tubaki hapa hapa. Limebaki pigo moja ambalo likiachiliwa utaacha kila kitu, utatuachia na sisi tutakwenda salama. Pigo lililobaki ni Yesu kuzidi kutengeneza mwili wako. Haleluya. Haleluya. Maandiko yanasema mbinguni tunayo miili ya kiroho, lakini hata duniani pia waliokoka wameshaanza kuonja miili ya kiroho taratibu. Unajua inafananaje? Ni miili ambayo haivutwi na mapenzi ya kidunia. Haleluya. Miili ambayo imekwisha kufa, haina uhai, ikisikia habari za wokovu inakwenda imejikunyata. Mtu aliyeokoka watu nasema roho ndio inaokoka, lakini kuna saa unakwenda kuupigiza mwili. Unaambia mwili, leo nakupa siku 3. Kuanzia leo nipo kwenye maombi, hakuna kula wala kunywa. Mwili unakwenda umefanya hivi, sasa nitafanyaje? Ni wewe tu. Mwili unaupigiza kwenye mapenzi, unaupigiza kwenye sakafu. Mwili uko za hivi tu. Mwili uko za hivi. Mwili umechauka, umenyongonyea. Paulo anasema unaponiona nimenyongonyea, ujue hapa rohoni niko fiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiona nina kitambi, ujue ndani yangu ni mtupu. Kutana na leo sinali ya askofu lina bonge la kitambi mpaka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunaamini Mungu anatupenda. Haleluya. Yaani hata kupanua mdomo haiwezi. Nimenenepa. Tumbo ni kubwa. Angetaka kupiga makofi akifanya hivi mikono haifikiri bibi apige kwa hivi. Wewe mpelekea mtu amepagawa na Maimuna, uone kama atakemea. Atachukua simu, mwenyekiti wa maombi, nende mtao Mwembeni, mwanamchanamu. Kwanza ameshatoa taarifa, simu za wagonjwa haziji kwa mchungaji, kwa askofu. Simu za wagonjwa zinakwenda kwa mzee wa kanisa. Lakini mtumishi Musa na kwenda kuona urusima unarejea. Haleluya. Yale wachambage yakatia tamaa,
Mungu anakwenda kuleta matumaini. Hata kama hali yangu imebadilika, hata kama nimepigana muda kutosha nikipambana kwa habari ya uhai wangu, ninajua yuko Bwana aletaye uzima. Tena maandiko yanamwita yeye ni uzima. Haleluya! Si kwamba Yesu analeta uzima, bali yeye ni uzima kwa habari ya maisha yako. Sikiliza nikwambie, mtu wa Bwana, hakuna cha kuogopa. Farao anang'ang'ana na maisha yako. Mwambie shetani, nimebaki pigo moja. Pigo la kwanza ninakwenda kuamua na kuishi katika utakatifu, ya kwamba kuanzia leo ninakwenda kumkamata Yesu vizuri. Sitabakiza chochote, nakwenda kuingia ndani ya safina mzima mzima. Sitabaki tena kwenye garicha, nakwenda kusama kwenye utakatifu moja kwa moja. Sitabaki nje tena. Ninajua kule nje kuna mambo ya kushawishi, lakini namchagua Bwana Yesu. Natembea naye kila kona, natembea naye kila kona. Ninaamini kila jambo ambalo nilikuwa nimekaa vibaya ninakwenda kuwaka vizuri. Haleluya! Adui wakati kutafuta kila upande. Walipomuua Yesu, wataamini ya kwamba imetosha. Wataweka mpaka walinzi kwenye kaburi, ila kitokeza kichwa na fufuta.